viatu naingia unadeki. Mwanangu, hiyo ni roho mbaya. Sio roho mbaya mama. Na Mungu apendi kuongoza familia hivyo unavyotaka wewe, kwa sababu hapa ndani wataanza kunidharau. Sasa wewe kalalamika kwamba kijana ulomleta anamtongoza, umemkana. Sasa nikueleweje? Unashindwa kuwatetea wadogo zako? Mama huyo hajatongoza mtoto mchoyo. Mimi namfahamu vizuri. Mimi nimewaita hapa maana nimesikia malalamiko, nikaona niwaite. Kwa kweli sijapenda. Kwanza kabisa nilivyokuwa sipo, naomba unipe mrejesho wa humu ndani. Familia humu ndani mama, toka uondoke, kila mtu alikuwa na biza na kazi zake, tunakaandaza wanaenda kwenye majukumu yao ya kila siku. Tuliobaki humu ndani ya familia ni sisi ambao tunapata bila muda kazini. Lakini hapa kwenye familia tunazoishi kila mtu ana migogoro yake, kwa sababu tunapobaki na familia watu wengine wanaenda kwenye majukumu yao ya kazi. Mimi siwezi kusoma matatizo ya kazi hapa. Kwa mimi binafsi, kitu ambacho naweza nikalalamikia hapa nyumbani kuhusu huyu Labu apiki chakula kikaiva. Na hakuna mtu hapa atakayemwambia apike ila yeye ndo kapika. Ni mama nimechoka kula vyakula ambavyo havijafanya havijaiva. Mama kamina kidogo. Dada alikuwa anapika chakula kitamu. Hadi mwenyewe nimepata mwili sasa hivi. Nimejipata kwa mwili. Hauna msingiza kwa sababu unafanya kazi ya ndani. Mimi naongea ukweli kwa sababu mambo kuna msimamo kwa sababu nifanya kazi ya ndani. Mbona chakula ni kitamu? Lakini hapo mama kunishia mzuri. Huyu ndiye huyu alikuja na muona siku hizi ana tabia ya kuongezea nice. Akitoka tu shuleni yeye anakuwa anamfungulia, ana tabia ya kuitongoza nice. Mkweli mama. Yaani mimi nikakubwa kukutongoza. Kula hawezi kukutongoza. Kula rafiki yangu kitambo sana, mimi namjua. Akutongoze wewe una nini? Wewe si mwanafunzi tu, unatongozwa na huyu anataka nini kwako? Unamwamini kwa sababu ya kama hivyo. Mimi nasema kwa sababu na shida nyumbani, namuona mara nyingi sana na ile tabia. So mara ya kwanza namuona mara nyingi tu. Kwani ninapokuja hapa nyumbani mimi sinakuja naye? Ndio. Au mna uchoyo wageni wasije nyumbani? Angalia na wageni wa kuwaleta nyumbani, wageni wengine. Ana shida gani eti mwanangu? Naweza kupata mtu asile kwa. Afadhali vitu gani sasa? Unajua sielewi unachozungumzia hapo. Afu huyu mnamfahamu mdogo wangu. Sasa itakuwaje mimi nimemtongoza mdogo wangu kwani? Kile mimi sisi lakini ndio. Hebu wewe unaweza ukatongoza wewe mwanafunzi, unatongozwa una shida gani? Au unataka udhalilishe watu hapa? Nani shida wewe mbishi? Rafiki yako ni mbaya. Acha kutongoza wewe. Mbona unajaribu kusema? Ni bora muondoe tu ndani. Maana naona ni matatizo yanakuja. Maana bado mwanafunzi huyu anamtafutia nini? Umesema kweli. Yaani umesema kweli, bora atolewe. Kwani wewe ulishawahi kumuona akawa anamtongoza? Yaani mimi nashangaa zile movement za ndani azieleweki kutoka kwa huyo kijana kwa huyo dada. Eti wewe ushawahi kumuona huyo akimtongoza huyo mwanafunzi? Ndio. Mwanangu, hebu sema ukweli. Mbona kama vile wanakutupia wewe mzigo? Ila mimi ninachokiamini, huyo dogo muongo. Kama wewe masomo yanakushinda shuleni, acha kuyahamishia kwenye kusema wanatongoza. Sawa, mnamwamini. Na kama huyo anakutongoza, mbona huko shuleni taarifa kama wanakutongoza huko njiani uzilete unasema za huyu? Mimi niliogopa kusema kwa sababu mngeniona kisa mfanya kazi, lakini nilimuona. Sio kisa mfanya kazi. Jambo kama umeliona ungeliongea. Wewe unaposema huyu anakutongoza, je, wanaokutongoza huko barabarani mbona hujai kuongea? Au unasema zamani ngo. Tuseme tu kweli. Hebu unajua tupo na mama, basi ndio. Unajua sio mimi hapa nimekuja. Alafu nimekuja hapa kwa sababu ya rafiki yangu. Hebu zungumza ukweli.
Na hao ambao wamekuwa mashahidi wakasema kwamba nakuja kukutongoza hapa, waseme ukweli, wadhibitishe mbele ya mama. Ni sababu gani mimi nimekutongoza wewe? Uchota ushahidi basi, kwa sababu mimi wewe mdogo wangu. Yaani baada ya kusaidia wewe, alafu tunaweza kukutongoza kivipi? Hebu naombeni wote mnyamaze. Maana hizi habari zimenichukua. Maningo, nimekuachia hii familia. Nimekuamini kijana wangu. Nini? Mimi mama nikwambia kitu kimoja. Hawa mimi naweza kusema kweli, huyu kila mtu ana matatizo yake hapa kwenye familia. Huyu apiki chakula kikiiva. Ila huyu si ulishamkanya mwanaume ambaye amezaa naye asije humu ndani? Mbona yeye akwaka yaongelei? Anamsukumia mwenzie kwamba anatongoza nini mwanafunzi. Yeye ulishamwambia kwamba mtoto aliyempata asimlete mwanaume huyo hapa nyumbani. Mbona kila siku anamleta humu? Mbona si atuongei? Au tuanze kuongea vitu ambavyo haviwezekani kuviongea hapa? Au wewe umuonage akimleta mtu wake hapa ndani? Tuanze tukomeshe tabia wewe, kwa sababu kama wewe itokea tukomeshe na yule. Hamna, yani hao wanamsingizia mshikaji wangu. Mama, mimi niamini, mimi huyu ni rafiki yangu kitambo sana. Mimi niko naye hapa. Wewe mwenyewe shedu ulikuwa unamuonaga anakuja hapa nyumbani. Hajawahi kuwaza kumtongoza mwanafunzi, ila huyu mtoto mchoyo. Hata chakula akiona mgeni kaingia anaficha. Huyu ni mchoyo, ndio maana analalamika kwamba yeye anatongozwa ili watu wasije hapa nyumbani. Sio kwamba unamuonea mtoto. Huyu namwamini sana, hana tabia za ajabu. Ni wa mdogo. Yaani mimi huyu unamlea sio sahihi. Unamsingizia. Yaani mimi sijapenda. Wewe kama kaka kweli? Binti yangu nyamaza. Ndio anamtetea huyu mgeni kwa sababu ni rafiki yake. Haya, na wewe je, waseme nani mambo yako hapa? Wewe una hayo mambo ya ajabu. Hayo mambo mimi sina. Hata kizazi wangekuepo hapa wanajua mimi ni mkweli na ni muwazi. Ila ndani ya hii familia mtoto mnamlea vibaya. Unamlea wewe vibaya kwa sababu wewe kuja hivi mbele ya wazazi unasema kwamba unatongozwa. Kwa nini usiseme jambo lingine? Amesema kweli. Umeongea kweli, ana wewe tuambie wewe swala lako unanichukulia. Wewe mama unaniona wewe swala ni sahihi. Sisi mlee mtoto afu mtu aje hapa nyumbani. Je, ningempiga jamaa akija hapa. Mbona mimi siongei? Nakuwa msuzia mwanangu. Ni kweli. Lakini alikuja kuomba msamaha. Kwa hiyo anasemaje kwamba urudi? Ndio, anasema atagharamikia kila kitu. Kwa hiyo kirahisi tu mimi ninavyohangaika na nyie. Hapana, mimi nachogopa kwamba mwanangu akose baba. Sasa akose baba tu akose baba. Mwanzo ukijua kwamba atakosa baba atapata mama. Unasikia. Unajua nini? Sio kwa basi. Unajua kuchukua na poa. Mimi nakuja hapa kama mgeni afu naitwa kesi kwamba mimi natongoza mdogo wangu hapa. Afu wewe kama unajua tumesoma form 4 tumesoma wewe tukamaliza. Tumeenda form 5 mpaka tukamaliza form 6. Mpaka tukamaliza chuo kikuu kwanza kutongoza watu. Nikwambia baba wewe mamaza hii kesi mimi naijua. Chenje nizamu nimepata mimi mwenyewe. Huyu mtoto mimi namfahamu ni mchoyo. Ngoja kwamba nimtongoza huyu jamaa nafu mdogo wangu. Wewe kuna siku ulishakuja hapa nyumbani ukakosa chakula. Wewe muachie chakula. Na mwachia. Sasa kama unatoa chakula kwa nini unasingizia mambo ambayo hayataki? Nyamaza. Hebu nyamaza kwanza na wewe. Maana sasa unataka kunipandisha hasira. Hivi mfano wewe kijana. Huyu wote wakusingizie wewe. Au una tabia za mitaani huko? Unajua mama. Mimi nimekuamini. Umekuja nyumbani kwangu. Hawa si sana wadogo zako. Unajua mama. Watu niombe kwanza radhi kama unaweza kupesa kama kitu sio kweli. Sema tu wazungumze kweli kama wanataka kuona msela aseme tu si nikarudi kwa sababu mimi nakuja hapa tena kujaga na msela hapa tunakaa huko room kwetu tunazungumza mambo yetu ya kiume basi tunatoka hapa naondoka. Afu nashangaa kama natongoza mdogo wangu hapa inaweza kaanza kumtongoza mdogo wangu mamangu. Kwanza angalia lugha unayoongea kwanza ya kiume. Unaona? Umeanza kuvuta bangi na wewe siku hizi. Mama hapana. Sio kama navuta bangi. Unaona unaongea na mimi afu naongea lugha ya kiuni. Maana yake nini? Si ana sadiki aliyomo.
Usije ukaniharibia binti yangu. Wewe mbona nakulea vizuri eh? Mama, namheshimu kama mdogo wangu huyu. Siwezi kufanya kitu kama hicho kwa mama yangu. Niamini kweli mama. Ungeondoka kwanza, sioni hata umuhimu wa kuishi humu ndani. Kwani ni ndugu yetu? Na wewe ungeondoka kwa mume wako. Na wewe mbona huoi na ukubwa wote huo? Nini unaambia kwa mama ashakuja hapa napanga mipango ya kuoa, wewe vipi? Wewe mwanamke umtole wapi? Mpenda sana. Nini kwani mademu wote ninaofuata wewe unawajua? Anti umuondoe huyu kabla hajatuharibia mdogo wetu. Ngoja nimwangalie maana nimeshakuja. Nitakuwa makini. Niangalie mienendo yake. Alafu nitatoa majibu kamili. Maana nitawaita tena. Sasa hivi sitataka mtu yote aniletee mashtaka. Nitakuwa nafanya uchunguzi mimi mwenyewe. Maana nimemwacha kaka yenu ananiambia mambo ya ajabu sana. Umenisikitisha. Muulize huyo huko anafanya kazi. Yaani umenisikitisha sana kucheza game. Wewe muulize huyo huko. Wewe kijana wangu wewe hauko serious jamani. Mama, mimi siwezi kuwa control watu unavyoongea. Hapa hivi vichwa kila kitu kina matatizo yake. Huyu ana shida ya kupika. Huyu uchoyo, huyu kuleta wanaume wake. Huyo muulize anafanya kazi. Hivi ngoja muulize tu anafanya kazi. Subiri kwanza tuachane na huyu. Kwanza ni dili na wewe. Umesema kwamba dada anapika chakula kibichi. Ni wazi. Ni wazi. Yaani umenenepa, nimekuta yani umenawiri. Nakula mgawani mama, sio hapa nyumbani. Nini nishauri unapika chakula kinaiva, mbona unakula? Nini? Mbona unakula? Juzi sinileta tambi, unajua kupika tambi? Najua kupika. Hawezi kupika na kudanganya mimi nakula migawani. Umekuwa muongo mwana. Nasema ukweli. Kwa sababu huyu mwenyewe shahidi sema tu ananikana. Anti unavyoona huyu itakuwa kaona huyu mfanyakazi sio vitu vyake. Anataka umete mwingine. Hapana. Mbona japo anapika vizuri tena anapika kwa muda sahihi. Mwanangu anakula anashiba. Yaani dada anapeka kwenye pati yake. Wewe sema kuna kitu unakitafuta. Wewe unaona mimi siwezi kutafuta wasichana huko mtaani mpaka nimfuate huyo. Kama unataka kutoka humu ndani tutajuaje? Sasa mimi kitatu nipeleka. Sasa nani hapa anayepika chakula? Haya wewe mgeni umekula chakula kibichi humu ndani? Sasa unajua nini? Vitu vingine dada na wewe. Fikiria kwanza unapozungumza kitu. Sawa? Fikiria kwanza basi. Unajua mama, hizi ndio tuzungumzie. Unajua hili swala ni swala la kifamilia. Samahani lakini kama nitakosea kwa sababu mimi ni moja familia lakini ni mgeni. Labda naomba mamangu. Hili swala wakati mwingine waangalie jinsi ya kufanya. Kwa tabia ambazo zinaendelea ndani za uchonganishi bure tu. Yaani uchonganishi mtu ili kuona kama vile wataka tu kumharibia mambo yake. Sasa kitu gani kwa sababu wewe ndio mama yetu. Basi hebu kama kunawezekana tushauri basi tuishi vizuri. Kwa sababu kama huyu dada huyu yani ndio kwanza kabisa ndio malipo kwa kila kitu. Huyo blaza huyo ndio kwanza kabisa ndio mama stani kabisa hamna kitu humo. Wewe una nyumbani wewe? Unamuuliza una nyumbani unafanya kazi. Mbona hapa nyumbani unapangalia sana? Kuna nini? Chakula cha kisingizia ni kibichi ndio kina kwenda nyumbani basi. Sikia, unajua umekuja tu hapa. Wewe yani umekuja hapa kama chama kazi, wacha kunisingizia. Jamani. Mama. Sasa wewe na wewe nyie wote si wakuja. Tena bora aseme yule ameajiriwa. Wewe una msaada gani hapa kwetu? Unatusaidia labda kufanya usafi. Wewe unakuja unakuta vimeandaliwa. Huyu akuhusu akufuati wewe, anakuja kwa ajili yangu. Wewe unajua tuna mishe gani? Sisi watoto wa kiume tunajua maisha yetu. Haya basi wewe unampikia chakula kilichoiva. Wewe unampikia. Hebu tulieni aongee huyu. Maana huyu akiongea na nitaweza kuamini. Maana nyewe wote naona ni upepo. Hebu sema mwanangu. Mimi kwanza ninapenda kula hili. Asubuhi nikiamka tutaona jikoni. Sasa tunaosha sufuria. Mwana madhara watu wachoyo. Mwana madhara watu wachoyo. Yaani umasufuria asubuhi yanahusiana nini? Au naamka ngoja kagua. Nilishakwambia watu wachoyo utawafahamu. Ratiba ya masufuria asubuhi umeijulia wapi? Shusha sauti yako maana umezidi kumuonea. Mamdo, mimi mchoyo. Mamdo, mimi. Amna, wewe sio mchoyo mwanangu, wewe sio mchoyo. Wanakuongopea tu hao. Sasa hivi nimekuja. Usikute anti wenyewe ndio wachoyo. Usikute wanatoka huko na vitu vyao wanakula chumbani peke yao wao. Hata simule hivi viporo ambavyo viko vizuri. Maana mpika viporo huyu hapa. Hivyo ndio mule nyinyi kwa sababu mimi namwambia upiki vizuri. Mnamwambia anapika vizuri. Mule sasa viporo. Mama Sasa nimemgana brother msiwezi kula mataputapu. muongo wanakujaga wanakula tena wanasema mfanya kazi tuletee msosi wanakaa wanakula. Napika kwa.
Hivyo kweli unasoma huko shuleni? Na kingine anti. Dada mimi haya. Sasa umeona? Huyu umemwajiri kwa nini? Kwa hiyo unafanya mabudu. Mimi mama viatu hapa nyumbani mimi ndio boss. Ukiwa hauko wewe ndio unaongoza familia mimi. Mimi siwezi kuvaa kiatu wakati mtu wa kudeki ndani yupo. Huyu ndio adeki napita. Kwa sababu mimi siwezi kuvaa viatu. Unadharau wewe. Hata kama nifanya kazi gani nahitaji kuheshimu. Sawa, mimi ni bosi. Sasa mimi ni bosi. Kwa hiyo wanataka kukuza mambo kwa plaza. Kwa sababu mimi na huyu plaza wangu huyu. Yaani tunajitahidi asubuhi tukiamka saa 12. Tunakuteka maji bombani. Tunaleta hapa. Tunafagia uwanja. Tunasaidia kule. Chajabu dada akiamka asubuhi na shule hii. Akitoka anasema amechoka. Huyu hapo kazi yake tu kupika. Sasa anaweza kupika tu mali na jina kumaliza anasema amechoka. Huyu hapa ndio kwanza tuongelea chumbani. Hapo hapo tunafagia uwanja. Huyo ndio kwanza kabisa ta. Unanidanganya kijana. Nimemwajiri huyu. Nyie kazi yenu. Sema basi kweli sema. Sasa hapa nimewaona nyie wawili lenu hili. Nikamwambia anamka saa ngapi? Mama, mimi ndio mwongozaji familia ukiwa hauko. Kidogo huyu kazi ni kucheza bila. Kuangalia Mungu. Unamsingizia kwa hiyo. Kwa kufanya hizo kazi ndio maana kote nimemuuliza atafanya kazi kwa sababu ng'ombe kama kitendo. Anataka kwenda kuangalia Mungu. Huyu hapa akishapika akimbia. Anaenda au anaenda. Tuambie unapoenda maana muonekanaje? Maji hakuna. Tunaona nini? Wewe kwa tulete maji. Hawapo wale. Ndio mtu mmoja anaongea. Dada anaamka asubuhi anacheza maji na leki maji na osha vyombo na mafikia chai. Mwenyewe akiamka tu anaona hao kumeuza chakula. Kwa kuna siku mmoja shuleni ndio kuta maji hapa ndani. Sawa na yakuta Unajua hizo. Huyu unaenda kufuta Mungu ndani. Yaani unaenda kufuta huyu. Wewe unamfuta ndani. Wewe mama kama simu ambayo tunulia hiyo simu na huyu. Pokonye simu. Au mimi uniambie nipe ruksa upokonye hiyo simu maana hakuna kazi yao. Hiyo simu leo mnunulia. Wewe anti, naomba siku nyingine ukiondoka usije ukamwachia huyu ndio akawa mlinzi. Wewe uniachie mimi sasa, mwachie na bora hata mimi naishi. Mwachie na wewe. Mimi ndio wewe ndio mama unaoleta wanaume zako ili waongee wao wewe ndio mama wa familia. Wewe lakini haikuhusu. Na wewe lete wanawake zako. Mbona hivi wewe mbona uleti mwanamke yote hapa? Mimi ndani mke wangu ndo atakuwa anaongea mama akiwa yupo sio nyinyi. Wewe ukiwa mwanamke wako katafuta nyumba yako. Huyo ni shangazi yako, mimi ni mama yangu. Huyo ni mama mdogo wako, mimi ni mama yangu. Huyo ni bosi wako, mimi ni mama yangu. Huyo ni bosi wako, mimi ni mama yangu. Huyo ni mshikaji wangu. Sisi ndo watoto wa mama hapa. Sasa mwanangu, wewe Maningo. Sasa ndo uwadharau wenzio kiasi hicho kisa mimi ni mama yako. Tatizo ni kwamba hawaheshimu mamlaka inasemaje. Mamlaka ikikwambia chota maji, chota maji. Mamlaka ikikwambia usilete mwanaume ndani, usilete. Mamlaka ikikwambia pika chakula kiive, unaivisha. Mamlaka ikikwambia kalete majani, ni majani. Viatu naingia unadeki. Mwanangu, hiyo ni roho mbaya. Sio roho mbaya mama. Na Mungu hapendi kuongoza familia hivyo unavyotaka wewe, kwa sababu hapa ndani wataanza kunidharau. Sasa wewe kalalamika kwamba kijana ulomleta anamtongoza, umemkana. Sasa nikueleweje? Unashindwa kuwatetea wadogo zako? Mama huyo hajatongoza mtoto mchoyo. Mimi namfahamu vizuri. Kwa hiyo anti, hapo sasa unaamua nini? Maana mimi nilikuwa na shauri kabisa, yani huyu mpaka aondoke huko ndani. Asiendelee kubaki. Nimewambia nimekuja ngoja nimwangalie jamani. Mnakuwa hivyo. Usimhukumu mtu moja kwa moja. Ngoja kwanza nipate nani kamili. Kwa mdogo uniamini? Nakuamini binti yangu. Nasubiri mimi. Basi. Usilie basi na wewe jamani. Kwa mdogo mimi nachoka nini ndani. Sasa unalia nini?
Kinachokuuliza hapo sasa. Wewe unataka akiondoka ndio utafaidika nini sasa? Unajua mama, mimi nilikuwa naomba nizungumze kitu kimoja hapo kidogo. Unajua mdogo wangu hapa anasoma, lakini hisi mawazo yote nakuwa naanza chakula nyumbani. Na light kama angeligundua hilo kwamba shule tunaenda kwa ajili ya kusoma, tuende kula, angejua kuna umuhimu wa kufika hapa nyumbani akakonstitute na kusoma. Kwa sababu akitoka huko nyumbani, yeye swala la kwanza tu anauliza chakula kimebaki ama hakijabaki. Na baada ya hapo kama chakula kipo analala. Na ndio maana leo analaumu kwamba mimi nakula sana na maskini ya Mungu, wakati unaweza kukuta hata labda mimi tumetoka hapa na blaza, tumeanza kutembea huko, tunakula huko tunakuja hapa tunalala. Nashangaa dada hapa anasema hivyo, lakini mdogo wangu yetu anawaza nini? Chakula. Mama mshauri. So chakula mimi ninakula sana, afu naweza kusema mimi napika chakula kibichi. Afu mbona chakula nataka kitamu? Mimi ngoja nimepata simu mara moja. Utakuja tuendelee. Halafu kaka, acha upendeleo. Sawa? Usio unamtetea rafiki yako. Huyu ni nyoka huyu nakwambia. Sasa siku moja yatakuja yani uone mwenyewe kwa macho yako ndio uamini. Endelea kumtetea. Mimi ndo mamlaka kusema. Mama akiwa hayupo, mnanisikiliza mimi. Wewe mama asisafiri hapo, unaondoka. Siondoki hapa. Nafunga geti uingie hapo, unajua. Naingia niko kwa kidogo. Wewe na hisi kazi imekushinda wewe. Nimekustiri sana unajua. Yaani wewe maza akiondoka, mwanangu una kazi. Mwanangu una kazi. Afusikia baadhi. Mwanangu una kazi. Mimi nakwambia. Unatafuta kibarua. Usikia bro. Sio kibarua, mwanangu hawezi kufanya hizo kazi zako. Mimi sitafuta mwanangu mwingine, ila wewe una kazi. Nasikia bro. Yaani wewe ombea bi mkubwa asisafiri, huna kazi. Unaona bro? Unajua watu wanasengua dada. Yaani kwa sababu mama amekuja anataka kuanza kuchomeshana kwa mwanzo kwamba mimi nafanya hizi mimi ndogo na wewe unamjua na wewe. Anatuomba hela za kula kila siku. Wewe unamuelewa? Afuna kucheki pale mwanangu. Wewe mwanangu unamsupport. Alafu wewe chawa. Usitaki kuivuruga familia yetu. Kabla hujaja tulikuwa tunaishi kwa amani. Toka uje wewe, yani amani hamna tena, tunakuwa na Mungu. Wewe ni chawa. Wewe nyama tunazoleta hapa mwanao anakula, unajua tunatoa wapi wewe? Unajua tunatoa. Wewe ujiulize kwa nini anang'ang'ania kukaa hapa? Wewe nini? Wewe unajuaje? Si mama akiwa yupo nani analeta chakula? Kwa sababu wewe huna dini. Mimi ndio nanunua. Ila ungekuwa na dini mbili ungeelewa. Wewe ndio unaliachika. Nakuhusu nini? Unatukana. Inakuhusu nini? Ndio maana ameachika. Ndio maana kachika huyu kwa sababu ana kelele, yani kamdomo kakubwa. Punguza kamdomo. Sisi ndio tunaso mwanao akue wewe. Ndani nakwambia. Mwanao anakuwa kwa ajili yetu sisi. Tunapambana kwa ajili ya mama. Kumbuka hapa kwa shangazi yako tu hapa. Hapa kwa shangazi yako tulia. Hapa ndio babake mwenyewe anachangiaga. Babake achangie wapi? Anachangia. Anajua chakula anatoa wapi? Na naondoka nawaambia. Na nikiondoka kwenye hii nyumba mtanikumbuka. Aninga hizo pesa unazotumia kwa nyama. Akati hizo pesa ndo mama mdogo. Wewe unaongea kama nani? Unachoshea Mama mdogo. Yeye anataka tupa nyama. Sasa kama ile kule. Hadi tukicheza game hapa sikia hale oya. Anti. Naona sasa toka ameondoka kuna vikao vilikuwa vinaongea yani vizuri kwa ustaarabu. Toka anti ameondoka hapa. Kila watu tunabadia hapo mjue. Mimi ndio mama. Kwa sababu mama yupo. Naanza kusema mara zini, mara mtoyo, mara visijia na kila sana mama anaongoza. Nataka kujiona. Wewe. Kama mmejitawala, nipo huko chumbani nasikia kelele zenu. Adabu hamna. Mama niomba tu hapa kwa kufukuza kazi. mama mdogo. Sababu ya kufukuza. Mama kanipiga. Mama anafikia. Mwanangu nimempiga ndo. Nakwambiaje? Siwezi sasa kwa tipo wewe. Sasa tunaenda. Yani huyu kaongea. Unajua kaongea na anasema kabisa kwamba ni kweli mtanifanya nini? Alafu sasa kaka hapo ndo kabisa yani anamtetea tena anamwambia Biblia Mungu. Kwa hiyo ulivyoondoka tu kaanza kusema ukweli hapo umerudi ukirudi anajifanya mpole. Ukiondoka lakini dada maisha na sisi. Ni kweli hapa maana ni kweli. Alikuwa anaona kama tayari nitashona. Kama anavyoongea na kuja na wewe huyu anachokiongea. Mbona unashinda kukwewa? Mama wewe nikuulize, ushawahi kuweka ratiba za nyama humu ndani? Mimi ndo naleta nyama kila siku. Huyu hapa muulize.
Anasema hivi bwana yake analeta ratiba ya wewe. Kwani sisi tunaishi kwa kutegemea hizo nyama zako? Acha kuleta uone kama sio ndani. Tutapungukiwa nini? Mama akiongeza nyama utaziona kwa mbali hapo. Tutakuwa mama mwingine Maringi yeye anasema dada. Nilikuwa ataondoka. Mama alikuwa anamwita dada Malaya. Mtoto. Nilikuwa nimesahau basi niseme kama basi ile mama umemzidisha. Shule imemshinda. Auntie, ni kweli amesema, tena anasema eti mimi na mdomo mrefu sinaongea sana ndio maana nimeachika. Hapo kuna kaka tena anamsaidia. Sasa mimi kuachika kwangu yeye anamhusu mimi huyo mgeni. Kumbe kaka huyo wakikaa na huyo mzako wanaanza kuniongelea mimi nimeachika. Tena anasema mimi malaya sijui. Huyu mgeni huyu naombeni jamani aondoke. Mimi kwa kweli amenishinda auntie. Hivi umenichoka auntie yangu? Ondoke wewe. Basi kama vipi mimi tu nitaondoka. Kama mnataka tu niondoke mimi nitaondoka. Ila sio kwa majina mnayonibatiza. Mimi malaya. Bora umalize kikao siku na kazi zetu huko nje. Mfokozie huyu kwanza. Jamani, watu wamezidi humu ndani. Huyu mpishi huyu hamna kitu hapo. Sasa Au mimi nitafute mpishi. Nipe mimi kaza kutafuta mpishi. Unataka kaete mshanga? Nini wewe dogo kasome huko au majukumu tuachie. Unyamazi. Hivi sasa uniamini mimi nimeleta kijana wa kazi, nimeleta binti wa kazi. Hapa hamna kazi hapa. Mamdogo hadi waaminifu. Wenyewe. Nitaleta mfanyakazi mimi wa kupika, nitaleta mfanyakazi wa nje. Hawa ondoa hao, hamna kazi hapa. Auntie, kipindi unajenga hii nyumba, ulikuwa unataka mko mnasaidizana hata kubeba matofali ya kusaidia. Mimi ni mtoto wa hii familia wewe. Ni mtoto, kila kitu umekikuta. Ukiona vya leo ujue vimeundwa. Usikute mimi na babangu alisaidia hapa lakini wewe utafunga geti la nje wewe. Siondoke. Siondoke. Sasa ndio nimeshasema auntie, niondoke nisiondoke. Mimi siondoke. Mama samani, naomba kuzungumza hapa. Unajua siku zote familia kama inaweza kuwa inaishi pasipokuwa na hekima na busara, hatuwezi tukafika popote wa maana. Unajua familia hii kidogo kuna migogoro zinaendeleza chini, lakini siku zote ili familia iweze kwenda vizuri ni lazima wawepo na hekima na busara ambazo zitatoka kwa wakubwa wetu. Sisi ni watoto, hatujui tunaishi, tunategemea wewe ulete chakula tu ule pengine, kwa sababu kama bado ni wadogo hawajui kuaso, hawajui kuteseka, kuhangaika, hawajui maisha ni nini. Lakini mama, nilikuwa basi hekima na busara zitumike kwa mimi kama wazazi. Kama kunitajia kutoa ushauri, mtoe ushauri, kwa sababu vitu vingi tunazungumza kama vile hata mpaka hatuna. Swala kwamba mtoto mdogo anaweza kumzushia mtu mkubwa kama huyu jambo ambalo hajafanyika ni kukosekana kwa hekima na busara. Sasa kijana, naombeni wote mnyamaze kwanza. Nimewasikiliza kwanza, kichwa kinaniuma na kelele zenu. Mmenivunjia heshima. Sasa wewe kijana, kwa kweli sijapenda sifa yako. Mbili, kijana wangu Maningo, nilikuamini sana, lakini leo sijaona yani kama kaka, kwa kweli hujatenda haki. Umeelewa? Umenielewa? Mama wafanya kazi hapa. Hao ondoa hapa kwanza. Dogo. Unakula hapa kwa ajili yangu, unajua mimi ndio bosi wako. Mmeona anachokifanya? Mpe muda. Mimi siongei sasa hivi, mpe muda. Alafu kuzalishana kabisa na kuona. Wewe umemuona mwenyewe. Mimi ninanyamaza. Unaona vitu anavyovifanya. Kama siona kabisa kama anazungumza hapa ndio kumbe tu ni uongo mtupu. Hebu angalia kama anachokifanya hapa. Hajui mimi ndio bosi wake hapa kwenye familia. Alafu anafanya kitu kama hicho. Mchukulia hapo kama unamheshimu. Umeona kweli umekosa heshima. Kama unamheshimu. Umeona? Yeah. Nikiongea unasema siongeze familia. Nishakwambia huyu hafanyi kazi, huyu hapiki vizuri, huyu hapa mchoyo. Basi nimwambia nitayafanyia kazi. Mimi ndo nakupa. Leo tuishia hapa. Mimi ndo nakupa ratiba za familia hivyo. Atayafanyia kazi. Nashika nafasi ya baba sasa, muda sometime kuongea kwamba wewe aondoke, wewe afuate mume wake. Mbona ana mume anamfuata? Tayari swali ni ndio. Tunataka kucontrol wale cha wako, sio? Tutakutana tu. Mbona tutakutana tu mwanangu. Ngoja bibi mkubwa akisafiri. Sema stani wewe mwanaume bwana, vitu vingi unakaza kama mwanaume. Kapige tena boko. Wewe mwanaume basi. Ili mama leo alishuhudie mwenyewe. Wewe utashika bega wewe. Nani pale chumbani kwangu. Sina maji alimwagika pale nenda sasa. Sawa. Unyanyuke. Nyanyuka mchoyo. Nenda kasafishe huko.
Si ulisema unakuwa unamtetea mfanyakazi? Nenda kama picha mkono. Ni maamuzi. Sasa Nenda chakula kinaiva. nakualibia kitu yako. Sasa umenipa mawazo jamani. Na hii nitakiwa nisafiri na ninyonge ndani. Naenda wapi? Hapa naleta mke wangu hapa. Sofia. Kweli huyu kijana ni kweli anafanya hivi, ana hizo tabia? Uongo. Yule mwanangu sana. Wewe au uone? Hamna kwambia kweli. Yule mwanangu sana. Na mimi namwamini ukweli, hawezi kuongea kitu cha uongo. Mimi nakaa naye maskani. Ona mawa yote yanakuja kwangu sasa. Unajua nini? Pale unamfanya kazi hapa huko. Mama mimi nitaonyesha yule dogo yule. Nitakuonyesha. Kazi amekosa. Mimi nitamfukuza mwenyewe. Oh, hivi nitamfukuza mwenyewe. Lakini huyu mfanyakazi wa kike mimi kazi ya kutafuta. Mimi na sema sana hivi na. Kwa hiyo huyo kijana wa ng'ombe Huyo aondoke. afutachunga. Mimi nitafuta mtu afanye kazi. Kweli? Mimi na kazi zangu mtaani huko. Kwa hiyo naniambia kwa chini. Wewe niache mfanyakazi wa nje. Mfanyakazi wa ndani nishampata binti mmoja nitamleta kwa mwana, anajua mama ni mzuri, anajua. Unataka kuleta tena swaga zako. Sio swaga. Mimi nakwambia. Unamleta wangu au amini? Mama, mimi nakwambia anaitwa Amina. Mimi nitamleta huko utamuona, anajua kupika vizuri. Unaamini mwanangu? Mimi ndio kusema nikwambia mtu mkali. Au ndo naleta mtu kwa sasa hivi. Analeta tabia zake. Mimi najuaga nitakwambia utasupport. Ila huyu ambaye ana mtoto huyu fanya juu chini. Ngoja baadaye kuna mshikaji mwingine nitakuletea. Na mwanzilishi na hicho changu. Hapo tutaelewana. Sasa mama sijaanza. Mimi ni mtoto. Mimi na masuala zangu mimi na support sometimes. Leo nikipata hela kidogo kama leo niachia mimi na support walianza kutanishare. Leo nivumilie kidogo. Sasa unaona sasa unaleta mambo yako ya ajabu. Sasa mama kaishije kwenye familia kwa sababu kushirikiana na wenzako bila shilingi 30 hapa. Wewe nivumilie tu bana, kunipa mshikaji nitakupa. Kwa maana Mungu nikubali mama. Au wengine wanaenda kwenye kazi zao. Mimi ndo nimebaki naongoza familia. Wewe unasafiri kwa kikazi. Nani anaongoza familia? Wewe umekaa vizuri. Wote wanaongoza. Kama malalamiko. Mama. Hawa utakuja mimi nimebadilisha wafanyakazi na hata wengine. Sio kashangaa hicho kitu. Wewe naomba unishirikishe. Hamna sasa mama fanya maamuzi bila mimi ndo mwenye maamuzi yote huko ndani. Nikiwa sipo na kuachia. Ila nikiwepo hamna wa kulifu nafasi yangu. Lakini ukiwa hauko mimi ndo naongoza. Ndo naangalia nani anafanya sasa kwa nini unipe taarifa? Sasa mama ukipigia simu na kusumbua niache mimi nikwambie huyu afanye nimwacha baleta ila hawa watoto wako hawa watatu hawa huyu mwenye mtoto amfuate mume wake. Hebu mruhusu tu amfuate mume wake basi. Alafu na huyo rafiki yako hata simkubali wala. Mama yule sasa ananisupport sana sometimes tena wao wamshukuru sana sababu sasa tunanunua nyama tunakula tunapika wanakula ratiba ilikuwa ya matembele wamekula nyama. Sasa mama si jambo zuri hilo. Nakwambia tunafanya kazi tunapambana mama. Skendo hii ya kumtongoza. Hamna yule mtoto mchoyo. Kwa hiyo uchoyo na kujaji na kutongozwa. Mama yule mtoto mchoyo. Sije mkaribu masomo ya mama mimi namjua yule mtoto mchoyo. Yaani hataki aone mtu anasogeza sana upande wake. Hivi wewe hilo swala la kutongozwa na rafiki yake hawezi kumtongoza mama yule, mimi namjua asiana wake wote, ila huyu mtoto ni mchoyo, hataki watu ndani. Hataki mimba nyingine hapa. Hiyo swala niachie mimi. Haya. Hilo niachie mimi. Mimi naenda zangu chumbani. Haya.